Hello, habari wapendwa, mnaendeleaje? Habari za uzima? Namshukuru Mungu kwa kweli. Leo nilikuwa nataka kuongelea kuhusiana na afya na mfumo wa maisha ambayo tunaishi, lifestyle. Kiangalia sasa hivi changamoto nyingi ni magonjwa. Si kwamba nyuma kwa kuwepo na magonjwa yalikuwepo, lakini sasa hivi imekuwa changamoto sana. Watu wengi wanaumwa, sio watoto wadogo. Watoto wadogo wanazaliwa na maradhi mengi, watu wazima, vijana. Zamani ilikuwa kuna maradhi ukisikia labda ni mtu mzima au mtu umri ushaenda sana, lakini sasa hivi imekuwa watoto wadogo. Unakuta kijana mdogo anasumbuliwa na magoti, sio anasumbuliwa na nyonga, anasumbuliwa na vitu gani. So ukiangalia vyote hivyo vinakuwa vinasababishwa na, kwa mimi nasema ni mfumo wa maisha ambao tunaishi. Maisha yako naishi yanaweza kukuletea matokeo mazuri au matokeo mabaya, hasa na chanya, inaweza kutokana na ule mfumo ambao unaishi. Kwa hiyo hususan sana umebezi kwenye chakula. Unajua watu wengi tumekuwa labda watiifu, labda tunafanya ibada, tunasali sana, tukosi ibada, sio Jumapili, sio nini, unafanya hicho, lakini kuna namna ambavyo tunasahau mtindo wa maisha ambayo tunaishi. Unasali, ibada unafanya kama kawaida, lakini maradhi hayakuishi. Yaani maradhi yapo yameambatana na wewe hivi sambamba. Ukichunguza sana ukisema uangalie, kwa sababu tatizo unatakiwa uangalie ni nini. Ndio kuna sasa hivi wengi wanaamini imani za kishirikina, ndio sikatai kusema hazipo, zipo na zinawatesa watu, lakini asilimia kubwa ni mfumo wa maisha ambayo tunaishi na chakula. Tunakula wakati mwingine ile mradi tu kwa sababu una njaa inabidi ule. Kwa hiyo unajikuta unarudia vitu vile vile. Labda ni kazi unafanya, kwa hiyo unaenda kazini, ukitoka asubuhi unaenda kazini mapema. Unashinda kazini unakula chakula tu kwa kubangaiza. Wakati mwingine sio kwamba huna pesa, labda una pesa lakini unaenda ununua chips, unakula, umemaliza. Unarudi nyumbani jioni umechoka, uweze kufanya hata kupika, kusema unapika, unafanya, unaenda tena unanunua kitu, unakula, imeisha. Kwa hiyo unakuta unazunguka pale pale. Asubuhi umekula ugali, jioni umemaliza umekula viazi, si umefanya hivi na hivi. Kwa hiyo unakuta system ambayo unaenda nayo ni ile ile. Kwa hiyo kuna muda fulani ukifika ndio unaanza kuona changamoto sasa zinajitokeza. Yaani unakuja kushtuka uende hospitali, unakuta una mambo chungu mzima. Mara sijui moyo umefanya nini, mara sijui una tatizo pressure, mara una kitu gani. Kwa hiyo ni kwamba ni changamoto ambayo umeitengeneza kwa muda mrefu kutokana na ule mfumo ambao unaishi. Vyakula ambavyo unakula vyakula vya wanga sana. Hauli mboga za kutosha. Kama unaweza kununua chips, na maana una uwezo wa kununua mboga na matunda, ukala matunda na ukamaliza. Na maana ile tuweke system kwamba natakiwa nile chakula fulani ambacho kitaweza kunisaidia mimi mmeng'enyo wangu ukawa uko sawa. Kwa hiyo kama una uwezo wa kununua jioni ukanunua chakula kwa mantili, una uwezo wa kusema niweke mimi kama ni jioni nakula, mchana nakula kitu fulani, basi jioni at least nile matunda ili yaweze kunisaidia kumeng'enya, kuelewa, kuongeza virutubisho kwenye mwili wako ambavyo vinakuwa ni kinga. Chakula ni kinga. Unachokula chochote kwenye mwili wako is either inakuwa ni kinga ya kukinga na maradhi au unaleta tatizo ambalo linakusababishia maradhi. Kwa hiyo mimi nataka kusema kitu kimoja. Tatizo linapoanza wakati mwingine ni ngumu sana kulijua. Labda unakuta mtu kwa ule mfumo ambao unaenda nao, unakuta mtu amekula asubuhi, amekula jioni, amekula mchana, amekula jioni, lakini hajapata choo. Siku ya kwanza amekula asubuhi, amekula mchana, amekula jioni, siku ya pili hajapata choo. Siku 3, mtu wengine wanaenda mpaka siku 4, mpaka wiki mtu hajapata choo. Sasa kama hajapata choo kwa huo muda wote, ina maana ana kitu gani ambacho amekiweka mwilini? Kwenye mwili wetu unahitaji chakula, lakini inakuwa ni kiasi kidogo sana ambacho kinatakiwa kibaki mwilini. Kingine inabidi kitoke. Kwa hiyo ule unavokula lazima chakula kile kiende kikameng'enywa. Yale mabaki yale ambayo hayatakiwi mwilini inabidi yatoke. Kwa hiyo kama hayajatoka, ina maana yako ndani ya mwili wako. Ina maana kama yapo ndani ya mwili wako ni sawa sawa wewe kila siku unafagia. Ukifagia takataka uzoe, unaziweka sehemu. Ukifagia takataka uzoe, unaziweka sehemu. Kesho unafagia, unaweka pembeni, unaweka pembeni. Kinachokuja kutokea ni zile takataka zinavunda. Zikivunda labda zinaanza kutoa harufu, zinaanza kutoa unyevunyevu, wadudu wale. Kwa hiyo ina maana zimeoza. Kwa hiyo hicho ndio kinachotokea ndani ya mwili wako. Kama unakula halafu upati choo, yale ambayo yalikuwa yanatakiwa yatoke yako ndani ya tumbo lako.
ndio yale anakuja kuanza kuletea shida. Mtu ana tatizo la gesi, ana tatizo la acid, na unajua tatizo la acid ni hatari sana. Mtu akishakuwa na acid inakuwa ni hatari sana. Mtu ana tatizo sasa, ana overweight, uzito unapitiliza. Mafuta, ina maana uzito kama umekuwa uzito wako unazidi, ina maana unakuwa na cholesterol nyingi. Mafuta yakiwa mengi, hata mzunguko wako wa damu unakuwa ni uko slow. Alafu pia hewa haipiti kirahisi, ndio maana unakuta watu wengi ndio wanaanza kupata matatizo hapo. Kwa hiyo ile overweight unakuta mtu mwingine inaanza kumletea shida, anakuwa na pressure muda wote, ana nini. Kwa hiyo unakuta yani ni zile takataka ambazo zilikuwa zinatakiwa zitoke. Sasa mtu unapoenda kuanza tena hospitalini, unasikia hospitalini umeenda kupima, labda una kisukari, labda una pressure, labda una nini, unaanza kumeza dawa. Na dawa za hospitali, kumbuka kwamba dawa za hospitali unapomeza wakati mwingi zinakuwa zinakutuliza tatizo, lakini asilimia kubwa watu wengi wanatumia dawa, kwa mfano za pressure. Mtu anatumia dawa ya pressure lakini anatumia muda mrefu. Kuna watu miaka tu anatumia dawa za pressure, anaanza kutumia vidonge, anakuja anaanza kuchoma sindano. Ina maana kama ni dawa ulikuwa unakunywa, badala ya kuliponya tatizo liishi, bado unaendelea nalo na lile tatizo. Ina maana zile sumu zimekaa sana mwilini. Ndio maana ukikuta watu wengi ambao wanameza dawa, ikiwa ni pressure, ikiwa ni sukari, ikiwa ni nini, unakuta baadaye wakienda kufanya vipimo unakuta wana matatizo mengi, labda figo imefeli, au wengine wanasikilia mara moyo sijui umefanya kitu gani. Kwa hiyo ni zile sumu ambazo unakuwa unakunywa. Zile dawa ambazo unatumia za hospitali ni sumu nyingi ambazo zinaendelea kukaa ndani ya mwili wako. Kwa hiyo hata mtu ukija kusema baadaye nimetumia madawa za hospitali mengi, nataka nianze dawa, labda nianze kuangalia mitishamba au ufanye nini, unakuta sasa hata ukianza kutumia mitishamba au dawa hizi za asili, mitishamba ndio, ina maana badala ya kwenda itonye tatizo kwanza, inabidi iende kwanza ikasafishe kwanza, iondoe ile takataka zote, sumu ambazo ziko mwilini. Kwa hiyo wengine unakuta anatumia, inachukua bado pia muda mrefu, unakuta pia anakata tamaa. Yani ameanza kutumia dawa za asili, anaona haponi, anaanza kukata tamaa. Wakati dawa asili inapoanza kwenda mwilini, kama unatumia mitishamba, inaenda kwanza ikatoe kwanza zile sumu ambazo uko nazo ndani ya mwili, halafu ianze kutibu tatizo. Kwa hiyo unakuta mtu mwingine anasema nishatumia hiyo mwezi mzima, wakati muda huo amekunywa dawa za hospitali ni almost, yani ameshakunywa dawa za hospitali labda hata miaka 5-6 na kunywa dawa za hospitali. Lakini ukisema leo tumia majani ya tea mlonge, tumia hata majani ya mpela au stafeli, yanakusaidia kwa matatizo na labda ya kansa ya nini, unakuta mtu anasema nimeshatumia wiki, kwa nini napona muda gani? Sasa kama umeweza kunywa dawa za hospitali for almost 5-6 miaka 10 unaomeza tu madawa ya hospitali, alafu unataka dawa ambayo umeanza kuitumia ya mitishamba ianze kufanya kazi leo, au umebadilisha mfumo wako wa maisha uanze kufanya kazi siku mbili, au tatizo ambalo umelicreate kwa miaka 30 unataka litoke ndani ya wiki moja, ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo tunatakiwa tuanze mwanzo, yani unatakiwa ufikiri, yani kwenye maisha ambayo tunaishi sasa hivi, afya yako ndio mtaji wako. Hichi unachokula leo, hichi unachokipa leo kwenye mwili wako, hiyo ni mbegu ambayo inaota. Either baadaye ije kuletea shida au ikizalia matunda mazuri. Unapozeeka unazeeka huko vizuri. Unaona sasa hivi watu wengi wako busy sana na kazi, lakini hafikiri mambo ya kula. Anaagiza tu vitu, analeta tu vitu vya kiwandani, vimesindikwa, vina makemikali mengi, anakula tu. Subiri ameshafika umri fulani anastaafu. Yaani mtu unastaafu, badala uenjoy yale maisha, zile hela ambazo umesave, ukistaafu unaanza kutibiwa. Unahangaika leo huko India, sijui uko wapi, mara miguu imevimba wewe, mara sijui umeambiwa usile chumvi, mara usile sukari, yani mambo yamekuwa mengi. Kwa hiyo unakuta hata umri wako ambao unazeeka unakuja kuanza kusema uenjoy maisha, hamna kuenjoy maisha. Kwa hiyo umetafuta kwa shida, hela ambazo umezipata unaenda kuzitumia tena. Ina maana huzifaidi wewe. Jamani, tunatakiwa sana tuangalie afya zetu. Sasa hivi unaweza kumkuta mtu ana umri wa miaka 30 lakini ukimuona ni kama ana miaka 60. Ni kama ana miaka 60. Yaani ni kwamba hajali, yeye anaenda tu chochote ambacho kipo mbele yake anapita nayo. Jamani, Mungu atusaidie. Tusikimbie sana kwenye maombi. Wakati mwingine atakuwachosha wanaotuombea. Tunahitaji kuangalia ni namna gani ambavyo
maisha yetu tunayaendesha, hususan kwenye vyakula. Vyakula vina asilimia kubwa sana ya kuwaletea watu maradhi ambayo ni makubwa. Watu wanasababisha na kansa, sijui figo, sijui vitu gani vinafeli kwa sababu ya chakula. Kwa hiyo mpendwa, kama unamtii Mungu, unatakiwa umtii Mungu hata kwenye system yako ya chakula. Hata kwenye lifestyle yako inabidi umtii Mungu. Ibada iendane, hata kula pia ni ibada. Kwa hiyo unachokula kifanye kuwa ibada, kifanye kikuletee matokeo mazuri ili uweze kumtukuza Mungu kwenye haya maisha. Mimi nashukuru sana kwa hilo. Asante kwa wakati huu ambao umeweza kunisikiliza, lakini next time nitaweza kuja kushare na nyinyi baadhi ya vitu ambavyo tuko navyo, tena havina gharama kubwa sana. Unaweza kuvitumia kwa ajili ya afya zako kwa una changamoto ya aina yoyote ile. Sio tu wakati mwingine kukimbilia hospitali. Ndio lazima unaweza ukaenda hospitali ukafanya check up ukajua una shida gani wakati mwingine, alafu ukaangalia namna nyingine ambayo unaweza kutibu. Jamani, kutumia mimea na matunda sio dhambi, sio uchawi. Sasa hivi mtu akatumia mtishamba, mtu anakuona kama mchawi, sio mganga. Lakini anaenda hospitali anatumia madawa ambayo yamefanyiwa nayo. Jamani, haujui hata uko nyuma ya hizo dawa zinatengenezwa na vitu gani. Na light ungejua wakati mwingine unasoma kile kilichotengenezwa na hizo dawa, ungeweza kusema no, wacha tu nikachume mpela huko nje. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo tuko navyo kwenye mazingira ya kawaida, matunda mengi, vitu vingi tuko navyo, lakini hatuvichukulii kwa umakini wala hatuvitilii maanani. Tuko busy na maisha. Kwa hiyo angalia uzee wako au stafu wako, usije ukaishia hospitalini badala ya kuenjoy maisha, ukaishia hospitali kwa kila siku unafanya matibabu. Mungu atusaidie, atupe hekima katika kila jambo ambalo tunalifanya kwenye maisha yetu ambayo tunaishi. Mungu atusaidie, atupe hekima ya kuyatambua yale ambayo yanatufaa kuyafanya, au ni nini ambacho kinafaa tukitumie kwa ajili ya miili yetu, kwa ajili ya kuihudumia miili yetu. Asanteni, muwe na jioni njema, wengine asubuhi njema popote ulipo utakaposikia sauti hii. Mungu akubariki na Mungu akutunze. Amina.